Okay, sasa hapa kuna pengine kuna perception tofauti, lakini tunapozungumza uhuru wa fedha, maana halisi tunapozungumza kwamba tunatafuta kufikia uhuru wa kifedha. Uhuru wa kifedha kwanza, unapozungumza kwamba sasa huyu mtu yuko amefikia uhuru wa kifedha, uhuru kamili wa kifedha, kwanza maana yake huyu mtu anaweza kufanya jambo lote lile analotaka kulifanya, pesa isiwe kikwazo. Yaani anaweza kuishi maisha yale ya kawaida ambayo yeye anayataka, anaona kwake, anaona haya ndio maisha. Anaweza kuishi vizuri na pesa isiwe kikwazo. Na haishi hapo, yani tunazungumza hapa, nazungumza sasa hivi labda pengine leo unatakiwa kwenda Marekani. Kuna shughuli unatakiwa ende Marekani. Pesa isiwe kikwazo. Unataka kufanya jambo fulani, pesa isiwe kikwazo. Yaani pesa isiwe kikwazo cha wewe kufanya jambo ambalo unalitaka. Mambo ya kawaida yanayokufanya sasa binadamu uonyeshe ukamilifu wako, binadamu uishi. Pesa isiwe kikwazo. Lakini pili inaenda hapo kwamba uhuru wa kifedha unakuwa umefikia uhuru wa kifedha pale ambapo unaweza, yani haikuhitaji moja kwa moja wewe mpaka actively sasa unyanyuke ukapambane ndio upate pesa. Umeshawekeza pesa, unaingiza pesa hata wakati wewe haulazimiki actively kwamba sasa lazima uende ukafanye kazi ndio upate pesa ya kula. Yani unajua maisha yetu ya kawaida yalivyo, mtu mpaka atoke aende akafanye kazi ndio apate pesa ya kula. Sasa kufikia uhuru wa kifedha ni kwamba huhitajiki lazima kwamba sasa uende utoke ukafanye kazi ndio upate pesa ya kula. Au kama nilivyosema, imetokea safari bwana, sasa hivi hapo unatokea ukimbie Dar es Salaam. Sasa inabidi kwanza paka uende ukafanye kazi upate pesa. Umeshajiwekea mfumo. Umeshawekeza, una vyanzo kadhaa vya mapato. Unaweza kuwa na vyanzo vingi vya mapato au vyanzo vichache vya mapato, lakini mapato ya uhakika ambayo haikuhitaji wewe kufanya mambo yako ya maisha ya kawaida. Huhitajiki lazima kwamba sasa utoke ukafanye kazi ili uweze kupata pesa. Hapo tunasema umefikia uhuru wa kifedha. Kwa hiyo uhuru wa kifedha kwanza ni kwamba